You need this. So far so good. We want to first of all congratulate the people of Ol Kalou for turning out in large numbers. As you can see, we have witnessed an unprecedented, very historic moment in this constituency, whereby initially there was some insinuation of police intimidation, but the people have gone against the grain and woken up in high spirits to come and vote. As you can see, we have all cadre of people coming in. We have the elderly, we have the middle-aged, we have the young people who have braved the morning dew just to come and demonstrate and exercise their democratic right. We have also seen that IBC were able to open up the polling stations in good time. All we want to urge our people is that the Kim's kit is a little bit slow, but just to urge IBC to make sure they rectify any technicalities that we are facing right now. But just to encourage our people of Ol Kalou to stick to the line. However long it takes to be on that line, kindly do it for Kenyans, because these are moments whereby all Kenyans are going to witness how government has been pumping in resources against the law, against the code of conduct, electoral code of conduct. But I'm sure that the people of Ol Kalou will disappoint them. We have had incidences last evening. We had
some incidents whereby plain police officers were attacked a village, but we were able to calm that down and to report that everything is okay, save of vehicles, government vehicles moving around without number plates. We have asked our people that we will not allow any government vehicle or any vehicle whatsoever to move around without identification. The same applies to the police officers who have been deployed here today. We want all the police officers to be accountable of their actions, and therefore we'll be demanding that all police officers must ensure that they display their force number to the citizenry of Ol Kalou. Otherwise, I want to say that from the pulse, the electoral pulse, I can confidently say that DCP is the party to watch. Of course, with a little bit attempt of competition from Jubilee Party, and then the rest can follow. Yeah. Kufikia sasa una imani kuwa mchakato unaendelezwa kwa njia huru na haki? Mimi naona so far so good. Tuna tatizo lolote, ni kuhimiza tu kwamba wale polisi waweze kujitambulisha, sababu tumeona kuna polisi wengine ambao wanatembea bila vitambulisho zao na bila uniform. Tungependa wavalie zile gwanda za polisi, kwa sababu hatutaki kuona, hatujui kutofautisha kati ya polisi na gun. So tunataka tafadhali polisi wote, make sure you identify yourself. Hatujakuwa na fujo yoyote. Jana jioni kidogo tu ndio kuna watu walijaribu kwenda pale kwa kijiji fulani ambapo chief alikuwa anagawa mchele na maragwe, wakaweza kuleta fujo sana kule, lakini watu wetu waliweza kuhakikisha kwamba fujo hiyo imekuwa calm down, na watu wa Ol Kalou ni watu wa amani. Tuko na uhakika tunaenda kuibuka washindi, na kusema tu kwamba hii itakuwa funzo kwa hii serikali ya kiimla. Kuna mama mmoja amekaa kwenye line zaidi ya saa moja, anasema kwa foleni yao iso ni mara kimsikiti mkataa, ungesema kusema? Ni ukweli, tumeangalia katika polling stations za kadha na sio zote. Utapata kwamba hiyo kimskit inaenda polepole, sio kwa sababu ya system yangu, kwa sababu ya vidole za wamama wazee kidogo zinachukua muda kidogo kupata hiyo fingerprint. Lakini tumeongea na IBC, they'll be able to even provide a special KIMS kit for the elderly so that they do not line up for a very long time. Tungependa kuhimiza mama wetu wazee, vijana, hata ikichukua muda gani, tafadhalini msichoke, msimame kwenye foleni, muhakikishe kwamba tumeweza piga kura jinsi vile katiba inasema. Asante. Thank you. Ay, dio es.